Nila, nisikilize basi. Unataka kuongea nini? Shemeji, naomba ulichokiona hapo sio kakifikisha kwa dada yako. Itakuwa ni hatari sana. Oh, kwa hiyo labda nikuulize swali. Ulichokuwa unakifanya pale ulikuwa ukijui? Na kuuliza we shem, nini kigumizi? Ulivyokuwa unafanya pale ulikuwa ujui? Sasa sikiliza tu nikwambie. Mimi ili swala kumfikishia dada liko pale pale. Hapo utakuwa unaharibu. Hapo utakuwa unaharibu. Fanya kitu kimoja. Jaribu kufikiria kwanza madhara yatakayotokea baada ya wewe kumfikishia dada yako hizo habari. Ni dhahiri ndoa yake inaenda kuvunjika. Nisikize shem nikwambie, sawa? Ili swala kumfikishia dada yangu liko pale pale. Sawa? Tena likukae kichwani. Si umenielewa? Yaani ndo kama hivyo. Kumfikishia dada yangu liko pale pale. Kwa hiyo hata hapo unavyoongea mimi linaingia huko, linatokea huko. Si umenielewa? Kwanza unanipotezea tu muda wangu, sawa? Kwa hiyo nafanya wewe Neila. Shit. My God. Okay. Hapo vipi? Najisikia vizuri mnao. Maana miguu ilikuwa inapasua, lakini sasa ipo vizuri. Kweli. Najua mke wangu ni mzuri sana. Moyo wangu ni kama memori. Itukanayo na penzi lako. Kwangu wewe ndio chanzo cha furaha. Mara nyingi hata akili yangu inapokuwa haiko sawa, nikiona tabasamu lako tu, nasahau matatizo yote. Unajua kile ninachojaribu kuvisoma kurasa za penzi lako zinanifanya nisisite kabisa. Maana zina hadithi nzuri, tamu, hadithi ambazo ukizikumbuka ukiwa usiku unajipata kitu anaosindiria hali yako ukiana tabasamu. Yaani nahisi hata kama ndo malaika anakuja kuitoa roho yangu wakati anaitoa roho, nikiliwa na tabasamu lako, ukaona uzuri wako, na mimi kabisa nitasahau maumivu na kujikuta tu nimeshafariki. Kweli mama. Unanichanganya sana wewe mwanamke. Unajua hutu tumacho twako ukinitazama huwa tunaifanya akili yangu hatari. Dada, nilikuwa na mazungumzo nawe. Sawa, tangulia na baba. Maongezi gani haya? Bwana hivyo vipi? Hamna. Hamna, yani hamna. Sawa, hamna. Afu mwandani mmeanza kuwa na vikao, sasa mnaongea nini? Hamna, sio chochote cha maana. Nilitaka nimwagize mdogo wako yuko na mahali anifuatie mizigo yangu. Alafu amuongeze yenu, akirudi mtaongea tu. Sawa, ngoja nikuitie. Neila. Neila, naomba ujiandae, alafu kuna sehemu nataka nikuagize mara moja. Mbona kaswahili? Alafu Neila, mbona kakabadilika? Kwa hivyo jua? Mdogo wako najua wenyewe, unajua mambo ya ndugu hayo bana, nisizi nikaingilia. Sawa. Basi ngoja mimi nikaoge, maana nataka nitoke. Okay. Neila, unajua
kipindi hiki nimekuwa na mawazo sana, akili yangu haiko sawa na wasiwasi mkubwa sana, lakini yote ni kwa sababu yako. Unajua Naila, unanitesa. Napitia situation ambayo ni ngumu sana, na yote ni kwa sababu ya siri ambayo uko nayo. Jaribu kuniweka wazi leo. Kitu gani mimi nikikifanya kinaweza kukufanya wewe ukaufunga mdomo wako na ukaachana na vitimbi vyote ambavyo umekuwa ukinifanyia ndani ya siku mbili hizi? Shida yangu kubwa na kitu ninachokitaka ni wewe usimwambie chochote dada yako. Iko tu, yani ukiweza kufanya iko kitu mimi kwangu, niambie nini nikufanyie. Hata kama ni pesa, hata kama ni nini, mimi nitafanya tu ili uweze kuniacha nikiwa salama. Sikiza Medic, nikwambie. Yaani wewe kubaki na wasiwasi katika maisha yako, uko pale pale. Kama unataka kuwa na amani, naomba uwe na chaguo hili. La kwanza, naomba achane na yule malaya wako. Hilo swala la wewe binti sidhani kama hata tuna haja ya kutakiwa kuliongelea, kwa sababu yale yalikuwa ni mahusiano ya muda tu. Unajua pombe ni kitu ambacho kikimuingia mtu anaweza kujikuta anafanya vitu ambavyo ni vya hovyo. Yule demu nimekutana naye klabu na tumefanya mambo yetu pale pale na imeishia hivyo. Hakuna mahusiano yote ambayo mimi niko nayo. Niambie kama kuna kitu kingine ambacho mimi naweza ngakifanya, lakini iko achana nacho. Hilo siwezi nikajua. It's up to you. Ni wewe juu yako. Nataka uwe mpenzi wangu wa siri. Naila, hivi unachokiongea ni kitu ambacho au utakuwa na kusikia tofauti? Hivi umejaribu hata kufikiria maumivu atakayoyapata dadako au unaongea tu? Hapana, siwezi nikashiriki hiyo dhambi. Kama kuna kitu kingine cha kufanya niambie tufanye, lakini si hiko. Hiyo ni dhambi kubwa na wala hata sikufikiri kama unaweza ukaniambia ujinga kama huo. Okay. Kama ni ushetani, basi sawa. Mimi ngoja nikamwambie dada. Sawa? Naila. Nini? Naila, unanifanya nikose chaguo. Maana hata iko unachokitaka mimi siwezi kukifanya. Alafu mimi nimekuita hapa kama mtu mzima tuweze kukaa na kuongea tupate mwafaka. Lakini mwafaka yenyewe sio huo unaotaka wewe. Jaribu kuwa hata na huruma basi. Amenikuta nikiwa niko baa na malaya, si unajua pombe tena. Lakini kuna kitu ambacho kimenishangaza zaidi. Ameonekana kuwa na wivu zaidi na mimi. Nakaa na hasira na akataka kwenda kumwambia dada yake. Mimi nimejaribu kutumia njia nyingi sana za kumzuia, lakini kanashindikana. Ila cha ajabu mara ya mwisho kumuita na kumuuliza nini nimfanyie ili mradi aweze kuachana na hiki kitu asimwambie dada yake, kanambia cha kwanza kabisa niachane na yule malaya. Nikamwambia iko mimi tayari nimeshaachana nacho. Lakini cha pili anataka mimi na mahusiano naye kimapenzi. Jambo ambalo limenistaajabisha sana. Kwa sababu yule ni mdogo wake, yani mdogo wake wa damu. Yani akitoka mke wangu anafuata yeye. Sasa naanzaje kuwa na mahusiano naye? Kiukweli ameniacha njia panda sana. Sasa nikasema nikuite, pengine unaweza kanishauri chochote au kanipata namna ya kufanya. Nafanyaje rafiki yangu ili niweze kutoka katika mtego huu? Maana mke wangu akijua hiki kitu itamuuma sana. Yani itamuuma, yani sielewi hata itamuuma katika namna gani.
Ni bora akajua mambo mengine, akajua natembea na watu wengine huko, it's okay, kwa sababu sisi ni wanaume tuna tamaa, lakini sina mdogo wake. Hapo nafanyaje mwanangu? Jambo zuri, mimi nimeipenda sana hiyo. Hasa unafeli wapi mshikaji wangu? Yaani mwanamke kaja mwenyewe katika maya yako, alafu nampiga chura teke muongeze mwendo. Unaona akili sasa? Hivi uko serious na unachokiongea? Wewe ungetembea naye, mke wako atajua? Au wewe ndio utaenda kumwambia mke wako? Basi tufanye yote sawa. Mdogo wake je, kutongoza wewe ataenda kumwambia dadake? Ni haiwezekani. Acha upumbavu. Ushauri wangu mimi wa bure tu. Njunje huyo mwanamke. Safi, nimekuelewa. Kuelewa vizuri sana. Na nimeelewa kosa langu ni lipi. Unajua ukitaka ushauri kuna watu unatakiwa wafuate. Lakini mimi nimemfuata mtu ambaye ni haendani na kitu ambacho natakiwa nishauri. Unataka ukashauriwi na kahaba, na mtu mwenye roho ya kimalaya, damu yake imetawaliwa na uzinzi. Atakushauri nini zaidi ya upuuzi? Ndio hiki unachokifanya wewe. Sasa kati ya mimi na nani mpumbavu? Kama ulijua mimi ni damu ya uzinzi, ni malaya, ni kahaba, hiyo simu ya kunipigia kuja kuniomba ushauri umeutolea wapi ujasiri? Tena nisikilize, hiyo mara yako ya kwanza na ya mwisho kunipigia simu ile hali hauna cha kuongea na mimi. Wewe cha msingi washa gari mzee, tuende tukaenjoy huko maklabu. Naona tunazidi kuchelewa. Alafu hizi mada za kitoto, wewe ni mtu mzima unatakiwa kuwe. Au kama vipi, sikia, ni connect mimi, niende nikachape tu mzigo. Maana unaona unachezea bahati ambazo sio za kwako. Yaani hiko ndio nilichokisahau. Ya Lili Habibti ya ruhi tire la 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 Mungu, anda kupumzika, nimechoka. Kwa nini tusimalizia hii tamthilia? Unajua hii tamthilia kali sana. Nimechoka sana. Basi malizia, leo nitapumzikaje? Basi sawa mke wangu. Mke wangu Ya Lili Ya Lili Habibti ya ruhi tire la 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 غدانا في ايدي ودم والشم جي يا حبيبي ودم كله جو ودم كله جو يا الشم جي حبيبتي. vipi, mbona unanichungulia? Unajua nini Medi? Niambie utamu wangu. Basi wenzio. Yaani kila siku ninavyozidi kwenda nazidi kukupenda. Kweli? Ndiyo. Basi mwenzako kwa upande wangu unanifanya nikose chaguo. Hivyo unajua mara nyingi sana vitu ambavyo ni vya haramu vinakuwa ni vinavutia sana binadamu. Natamani ungekuwa halali kwangu, maana nisingechelewesha ndoa. Kila tatizo tunakuja dada yako. Unajua mtoto ni mtamu sana. Yaani unanipa vitu ambavyo sijawahi pata kusema kweli.
unanifanya nianze kuwa na wivu na wewe, na sitamani kabisa hata huko mtaani au vijana wakukaribie, na laiti ungekuwa sio mdogo wake mke wangu. Mbona mapema sana tushachoma ubani. Kweli? Kweli kipenzi. Basi mwenzio. Yaani hapa nimekaa akili yangu inawaza ndoa. Tumetofautiana kidogo. Ni akili yangu inawaza mibinjuko tu. Yaani kama hivi dada yako ametoka, akili yangu tu haitulii, natamani tu. Unajua kuna kanamna fulani hivi upo, kuna utamu fulani hivi naupata, kuna sayari fulani hivi unanihamisha, yaani unanisafirisha, unanipeleka mahali ambapo mawarda yananikolea, mawarda yananizidia, na naamini ukizidisha kidogo tu hapo ulipofikisha nitaonekana chizi mtaani, maana nitashindwa kuficha tena. Kweli? Usiniambie hivyo, unaona aibu. Kweli bibi wangu, nakupenda sana. Kweli? Sawa mpenzi wangu, ila sasa nilikuwa na surprise yako. Wow, una surprise yangu? Okay, niko tayari kuipata hiyo surprise yako. Kweli? Na mimi nitakuwa ni surprise nzuri itakayonifurahisha zaidi. Sawa, basi fumba macho. Nifumbe macho? Fumba macho. Kweli? Fumba macho nikupe. Sasa surprise yenyewe umeweka tipu, sijakuona nayo, unanidanganya. Fumba macho. Jamani. Fumba macho. Okay, tayari nishafumba. Kweli? Mtoto Mwanaidi mie, nishafumba macho yangu. Basi sawa. Nataka uende kihisia. Sawa. Taratibu. Kihisia. Sawa. Usifumbua? Sifumbui. Shika hapa. Nataka wote. Fumbua wote sasa. Kabla sijifumbua, ngoja niote kwanza. Nikijaribu kutumia akili yangu, akili yangu je, inaniambia nini? Inaniambia tayari umeshaanza kunimisi, tayari unataka tuanze mambo yetu yale ya sarakasi zetu. Kuna kitu ambacho kinarudi katika akili yako. Baby. Kwa kabisa hapo ndo fikra zako zipoishia. Ndio, mimi sina kuelewa. Bana, jaribu tena. Hapana bana, niambie kuna surprise gani? Kwani umeshinda? Nikwambie mimi? Niambie bibi wangu. Okay. Mpenzi wangu. Nina ujauzito wako. What? Nini sasa? Kwa binti, umetumia akili gani kufanya hiko kitu ulikokifanya? Umejaribu hata kuwaza mtaani wakisikia hizi habari watanifikiria vipi mimi? Tukiachilia mbali dada yako, umejaribu kufikiria ndugu zako wakijua mimi nimempa mimba ni mdogo wake na mke wangu, watanishusha thamani kiasi gani? Umetumia akili gani Pakome? Neila, Pakome ananichanganya. Hivi una akili kweli Mr. Makope?
Au akili zako zimeishia tu kwenye kuweka kope, kupaka rangi kucha, ndo ulikomalizia akili zako huko? Umejaribu hata kuwaza ni aibu gani itakaonifikia mimi? Wewe mwanamke, mbona ni mjinga kiasi hiko? Au ndo ukienda chooni huko ukiachia vitu vyako na akili zote unaziachia huko huko? Wewe tikisa hivi bangasa lako hivi, fanya hivi, tikisa. Pengine unaweza kuzisikia zinacheza, uniambie ni ngapi. Wewe hupuzi, sitaki kusikia. Na kitu ambacho ninachokuelekeza sasa hivi, nataka hiyo takataka yako kaitoe. Mediki si nyenye. Wewe sikia Mediki, nikwambie, si umenielewa? Mimba ninayo na sitoi, sawa? Yaani uko kaa kichwani. Mrudie tena. Kama again. Mwambia hivi, sitoi. Kama again. Sitoi. Kama again. Sitoi. Nisikilize nikuelekeze kitu malaya. Wewe kuna namna hujanijua vizuri. Kuna namna unataka unijue. Sasa hiyo namna ambayo unataka kuijua kutoka kwa mwana mbaya itakuumiza. Si namna nzuri ambayo unatakiwa uijue. Ukisikia kuna watu wanajiita wabadi, ile ni AK yao, lakini halisi wa jina hilo ni mimi. Mimi ndo the owner of bad. Sasa ukitaka kujua ubadi wangu ni upi, endelea kunichokonoa. Nitakutufua. Fanya kama ninachokuelekeza. Hiyo takataka yako nataka we. Unanitumbulia mimacho. Kajiandae huko. Wife. Dada. Mke wangu. Dada. Mke wangu. Dada. Kalichofungua gari.